Clouds TV, empowering lives. Sasa nikakuja, Mungu akaniambia fungua kitabu cha Yeremia 35. Nikufundishe jinsi ya laana inaitagwa ya familia. Kwa hivyo kuna laana ambayo inatengenezwa in the family, na hiyo laana inaweza kutawala familia na iwasubue sana. Nipatie Yeremia 35 ya Kiswahili ndio nipate kufundisha hawa watu mzuri, because hii naona ni vizuri niwafundishe, maana most of you nikiwaangalia you are operating on a generational curse, a generational problem that was left by our parents. Maana nimekuja nikauliza Guka alikuwa na nini, nikaambiwa Guka alikufa akiwa maskini, maana alikuwa maumau, hakuwa na kitu. Nikauliza Guka huyo baba ya Guka na yeye alikufa namna gani, nimeambiwa kwanza huyo alikuwa na mabibi 38, lakini he was the poor of the poorest, maana alikufa kwa aliokotwa kwa forest. Kama amekufa ni stress ya wamama. Mama wanakula chakula ya mwili na ya kiroho. Sasa mzee anatoka huko kama amefanya nini, amedidimia. Sasa inasema hili ndilo neno lililo mjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati wa utawala wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Unasikia hiyo ni laini ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Si familia hivi hivi, it is a family that has a lineage of kingdom. Hili ndilo neno, alafu they have a connection from heaven. Huyu ni Yeremia ambaye ako na lineage ya ufalme mpaka wa mbinguni, maana ni neno lililomjia Yeremia. Na huyu Yeremia ni mwana wa nani? Wa Yehoyakimu, na ni mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Kwa hivyo Yeremia ni mtu ametoka from the kingdom ya Yuda. He is a man that is anointed. He is a man that is carrying the anointing. Tuendelee tafadhali. Akamwambia nenda kwa jamaa ya Warekabi. Kwa hivyo it is an authority. Somebody is being sent from an authority. Jeremiah is sent as an authority. Praise be the name of God. Underline that, an authority, because we will come back to it. Ametumwa kama authority from heaven. Ametumwa because again identification ya Jeremiah, he has been identified from the lineage of power, the lineage of Judah, the lineage that is carrying blessing, the lineage that is carrying authority, spiritual authority. So akamwambia nenda kwa jamaa ya Warekabi na uwaalike waje kwenye moja ya vyumba vya pembeni vya nyumba ya Bwana na uwape divai wakunywe. Halo. Sasa ni Ndura Waruinge amekwambia ukuje, ameambiwa na Mungu akuje kwa wewe watoto wa nani? Ati enda kwa familia ya Nzoka, uwalete kwa nyumba sinagogi hapa, upembeni kwa kanyumba kale ka huko ndani ka festire, uwapatie pombe divai wakunywe. Sasa angalia, sasa pastor amekuita ati nenda leo mkunywe pombe. Sasa akawapeleka kwenye, wakaambiwa waende kwa nyumba ya Mungu. Hawakuambiwa waende kwa bar. Yeremia aliwaambia waende, Mungu aliwaambia na Yeremia matwale nyumba ine yakwa, wapeleke kwa nyumba yangu. Na akawapeleka. Verse 3. Yes, basi nikaenda kumuita Yaazania mwana wa Yeremia, mwana wa Habazania, ndugu zake na wanaye wote, yaani jamaa nzima ya Warekabu, jamaa nzima ya familia yenu. Ikaenda ikaitwa. Now you can understand the lineage in the family, the challenge of the family, the power that is in that family. Walikusanywa wote, maana ugonjwa iko kwa wao. Sasa tuende verse 4 ndio uelewe vizuri. Nikawalete katika nyumba ya Bwana wote, familia mzima ya Nzoka. Nikaita familia yote, toshosho, tuguka, maanti, maanko, wote wakaitwa pamoja. Na ni Yeremia akawapeleka ndani ya nyumba ya Mungu. Na nini anawaitia? Waende wakule kikombe ya chang'aa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio anawaitia. Waende wakakule kikombe ya chang'aa. Lakini kumbuka ni mtumishi wa Mungu from the lineage ya Yuda ndiye ametumwa hiyo maneno akuja wakwambie. Na amewaambia, Mungu mmoja ndiye amwambia wapeleke kwa nyumba wakunywe divai. Wale wamenyota naona sasa wameanza kutengeneza koo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawalete katika nyumba ya Bwana ndani ya chumba cha wana wa Hanani. Ndani ya chumba. Hanani hakuwa mtu ordinary, alikuwa the senior most pastor.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii mwenye alikuwa anatoa unabii mpaka inafika, mwana wa Igidali, mtu wa Mungu. Kilikuwa karibu na chumba cha maafisa ambacho kilikuwa juu ya kile cha Maaseya mwana wa Sulumu aliyekuwa bawabu. Sasa huyo Maaseya alikuwa kibishop. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo walipelekwa karibu na kwa ofisi. Sasa walipelekwa karibu na chumba cha nani? Cha huyo mzee, karibu na anointing mahali inachambukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee verse 5. Sasa unaona ni watu wanapelekwa kukunywa nini? Kukunywa pombe. Kisha nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na baadhi ya vikombe mbele ya watu wa jamaa ya Warekabi na kuwaambia, kunyweni divai. Verse 6. Lakini wao wakajibu. Sasa unasikiliza. Wao wakajibu huyu mzee, sisi hatunywi divai kwa sababu baba yetu Yonadabu mwana wa Rekabu alitupa agizo hili. Underline that. Ninyi wala wazao wenu kamwe msinywe divai. Nyinyi wala wazao wenu msiwahi kukunywa divai. Mtumishi wa Mungu ndiye amewaambia from heaven, na ni Mungu amemtuma from heaven, na akawaambia yende waambia watu wafanya nini? Wakunywe muratina. Lakini walikaidi, wakasema sisi hatutakunywa. Hata kama ni Mungu amesema, mrudishie ripoti mwambie sisi tulikatazwa na baba yetu anaitwa Yonadabu, ambaye ni mtoto wa ule baba yetu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The father of the clan. So our father told us never to drink. Verse 7. Akatukataza kabisa, akatuambia tusinywe. Wamekataa. Sisi tuliambiwa msinywe divai, nyinyi wala kizazi chenu. Pia msijenge nyumba kamwe. Haleluya. Sasa sio divai peke yake, baka kumekuja more revelation. Pia msijenge nyumba kamwe. Wakaambiwa hata nyumba msiwahi kujenga, wala kuotesha mbegu au kupanda mashamba. Walikatazwa wasioteshe mbegu na wasipande nini? Mashamba ya mizabibu. Kamwe msiwe na kitu chochote katika hivi, lakini siku zeni zote lazima muishi kwenye mahema, ndipo mtakapoishi kwa muda mrefu katika nchi ambayo ninyi ni wahamiaji. Sasa hiyo waliachua baraka ama waliachua kasi? Basi hapo ndio nataka uelewe. Ati baba yao Yonadabu ndiye aliwaambia mutikana kenyumba, mutikana leme mithabibu, mutikana kuwe na indo, nyinyi na wazao wenu muturage hemaine, muishi kwa kama IDP. This was the first IDP duniani. Na waliambiwa ni laana waliachiwa na baba. Naye Mungu ametuma Yeremia, nenda uwapatie hawa watu mkebe ya chang'aa moja kila mtu ameze. Ni kwa nini Mungu alituma Yeremia apeleke hawa watu kwa nyumba ya Mungu, waingie kwa nyumba ya Mungu, kisha wapatie divai ndani ya nyumba ya Mungu? What could have been the reason? What could have been the cause that God chose? Akawaambia Yeremia, his own servant, go and take that family, wapeleke in my house, then give them chang'aa wakunywe. What was the chang'aa hapa inaingiliana wapi na Mungu? Hapo ndio tunatafuta laana. Walipoambiwa tu, wakaambiwa kunyweni, wakasema pana, sisi baba yetu alituambia tusiwahi kukunywa, na alituambia tusiwahi lima wala kuotesha mbegu wala kufanya jambo lolote, sisi tuishi kwenye mahema kama marefugee. Now you can see this was the spirit of poverty ambayo waliachiwa. Na wakaambiwa wasilime. Ni kwa nini waliambiwa wasilime mizabibu? Kwa sababu unatafuta historia hii, iko kwenye kitabu cha Jasper. Inasema ya kwamba hawa familia zote huko walikuwa nalima mizabibu, na wakilima mizabibu wanatengeneza hiyo, wanaiotesha, wanailalisha kwa inakuwa pombe ndio itoe divai. Na wakitoa hiyo, sasa kila familia ilikuwa ina test divai yao kama iko sawa, ndio ipelekwa kwa soko. Sasa hii familia ya Yonadabu wakimeza kamoja, anasema niongezee kingine, mwingine na meza kingine, anasema niongezee kahewega dinegwa kagishama wega, tena wanaongezea kagirasi kingine, kaongezewa kingine, unaongezewa kingine, kila mtu anaitisha.
By the time wachoje wote wamelala. Wote wanasema tukunywe, kwani tutapelekwa wapi? Wakaanza kukunywa. Badala ya kupeleka soko, wanakunywa yote, inamalizika. Wakimaliza, huyu ni dada ya huyu na huyu ni brother ya huyu. Sasa huyu brother akiona huyu, anaona amebadilika sura, anakaa kama ni neighbor. Ule msichana anatakaga wa neighbor, na mwambia ni aje wewe. Naye kwa sababu huyu ni mlevi, msichana ni mlevi, na anaona huyu kijamani kama kijamaa kile kinamkatiaga, na huko anakiona ni aje. Hapo wanajikuta wamekelea nini miguu. By the time they realize huyu amelala na dada yake, mpaka mzee akakasirika. Hapo ndiye alisema hapa goko kutikana hadomi the people league. Maana the source of this problem ni hii pombe inatestiwa. Kwa hivyo akasema pombe haitakuwa ikitengenezwa hapa tena. Na kwa sababu hii pombe hii mdhabibu ndio ilikuwa cash crop. Kwa hivyo hawangeweza kuvuna, hawangeweza kusurvive. Maana hiyo ndio ilikuwa cash crop yao. Ndio ilikuwa inawasaidia kupata pesa. Sasa akawaletea solution. Juu msiteseke, juu msikose chakula, mtaenda kufanyika IDP ndio msaidiwe na serikali. Aliwafuga kabisa na akaambia msilime, msiwahi kulima. Kwa hivyo the whole family, the whole clan haikuwa inalima. Kwa hivyo wakashikwa mikono, wakaambiwa hakuna kulima, usitafute pesa, na wakaambiwa hata nyumba, maana lazima ungeuza pesa, ungeuza mdhabibu ndio upate mabati ya kujenga nyumba. Kwa hivyo ali make sure ameziba kila kitu ambacho kitahitaji pesa, amekifuga. Kila kitu kimehitaji pesa hapa, amefuga. Mabati ilihitaji, nyumba ilihitaji pesa, ikafugwa. Nguo ilihitaji pesa, ikafugwa. Hii ilihitaji, chakula ilihitaji pesa, ikafugwa. Akawaambia mtoke hapa, mwende mkae kama refugee, ndio msaidiwe na serikali. Hata nguo mtakuwa mkisaidiwa na nini? Na serikali. Mahali pa kukaa ni serikali. Kila kitu ni serikali. Muradi msikunywe hii pombe tena. Kwa hivyo pombe hii ilisababisha mzee aachilie laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawakuachiwa laana mzuri, waliachiwa laana ya umasikini. And this one, Mungu kwa sababu ndiye alikuwa anajua the secret of this man. Maana huyu mzee hakuwaambia, ni kwa sababu mlikunywa divai. Mungu akiwa biguni aliona. Sometimes our challenges, that is why we take them kwa man of God. Na mtu akukwambia toroka kwa man of God, mujaribu kutoroka kwake, maana anakupotosha. Maana kuna vitu vingine vinafanyika kwa maisha yako vinahitaji mtumishi wa Mungu. Kuna vitu katika familia yenu vinahitaji mtumishi wa Mungu. Kuna mambo ambayo unayapitia hauwezi kujua ni kwa sababu gani. Kama saba hawa walisema baba yetu ndiye aliyetuambia. Naye Mungu hakuenda kwa huyo baba aliyesema, aliitisha guka, familia ya guka. Hakuitisha kwa immediate father, aliitisha kwa familia ya guka yote. Maana nekerumi kimetokana na guka. The curse, because there is always a reason for the curse. Ndio hiyo maneno yote itendeke kwa hiyo familia. Ndio wararine wa brother na sister warare pamoja na wafanye vituko ambavyo sio vizuri pamoja. There was an operational curse there before from the great grandfather. So God did not go to the immediate father, huyu Yonadabu. He went further kwa guka ule wa kule mbele. Maana msingi ulitoka huko. Na akaambia Yeremia mtumishi wake, nenda kwa familia ya Warekabu. Hakumwambia aende kwa familia ya Yonadabu. Yonadabu ndiye aliyewacha laana. Lakini Mungu alienda hapo mbele kwa hiyo familia nyingine. Maana he understands the cause of this curse. The cause ya hawa watu kukunywa pombe, the cause ya hawa watu kulalanisha, haijatoka kwa baba, imetoka kwa guka. Kwa hivyo kuna kitu kinaweza kuwa kimekufuata, kazi yako imeanguka, biashara yako inaanguka, huduma yako inaanguka, sio kwa sababu ya baba yako, lakini kwa sababu ya guka. There's people who are suffering not because of the great grandfather, the great grandfather. Kuna kitu, maana anasemanga nitapeleka iniquity of your parents to their children. Baka kwa kizazi ya gapi? Ya 5. Could be facing a challenge. Mateso ambayo unayapitia, kumbe ni guka alifanya. Kunde gukadi alilepu mtoto ya wenyewe. Sasa unakuta baka mtoto yako analepiwa, ama wewe ulilepiwa, bako na shida. Mimi I was coming from Kesha, niliomba, niliiba baka bigu ikateremuka. Yule ambaye tulikuwa tunaiba na yeye, ambaye ni Asha, tulienda hapo kwa Bahuti, akanilalisha, akaniweka mtego, tukalala, akanifosi, nikapata miba. Sasa hii mtoto mimi nabeba, siwezi kutoa maana nitakosea Mungu. Lakini kwanza unajiuliza, ni kwa nini Mungu alikubali nikosewe?
Haleluya. Maana utoki kutoa hii mimba kwa sababu ni nini? Ndurenda kuheteria Ngai. No, in the first place ndio ulepiwe. Huyo Mungu alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda safari ama alichelewa kwa soko? Alikubali ulepiwa kwa nini? Hallelujah. So hapo ndio naanza kufanya my investigation. There could be a voice in our family that speaks. Na kwa sababu sijui hii voice ikiongea nafikiriaka ni Mungu ananizungumzia, kumbe ni shetani. Hii voice ikiongea nafikiriaka ni Mungu ameongea, kumbe ni shetani ama ni mizimu ya kwetu nyumbani. Maana hawa watu waliamua kutetea baba yao kuliko kusikiliza Mungu. Waliamua kufuata njia ya baba yao kuliko kufuata mtumishi wa Mungu mwenye ametumwa. Maana wakiuliza mtumishi wa Mungu, "Mundu wa Ngai, watu ila tunywe johiniki. Kwa nini umetuambia tukunywe pombe?" Naye labda Mungu akimpatia ufunuo waambie sababu ya wao kuambiwa wasilime. Sababu ya wao kuambiwa wasifanye nini? Sababu ya wao kuishi kwenye umasikini. Kuna guka alitenda jambo ambalo lile affect sasa. Hilo juguka ndiye alifanya hili jambo na ndio limekamata anga yao, ndio limekamata njia zao, ndio limekamata misingi yao, ndio limekamata maisha yao. Kuna jambo lilitendwa na shosho yako linakuzungumzia saizi. Kuna jambo lilitefanywa na guka na ndio linakufuata saizi. Akalia waliambiwa wasilime, wala kulima mizabibu, wala kujenga, muishi kwa refugee. Imagine sasa umetayarishwa kama familia, umetengenezwa atiwe maisha yako ni umaskini. Maana this was prepared well ati nywe mugutura muri maskini nigetha mukuhereria Ngai. Maka yoyo is the owner of silver and gold. Why would I be suffering and I have a God? Why would I be suffering and facing challenges that I'm facing today and I have a God? Where is this God? Mbona huyu Mungu haongei? Mbona huyu Mungu hafanyi? There is a voice. God can be there, but there are voices ambazo zikizungumza hata Mungu sometimes anakaa kuangalia. Maana ndio naambiwa kuna kuokoka na kuna kukombolewa. Kuokoka ni kusema Bwana Yesu ndio umekubali, lakini sasa unaanza safari ya kukombolewa. Kukombolewa ni kuanza kutafuta, could there be anything in our family that can hinder us from becoming? Is there anything that in our family kuno gukoro kwina mugambo thini wa family yitu ndio pia uhusishe hiyo mugambo na damu ya Yesu, ndio ivujwe, laana izivujwe, mipango na misingi iliyoinuliwa iweze kuvujwa. Maana usipofanya hivyo utaokoka, lakini utaendelea kuishi katika hali ya umaskini. Utaokoka, lakini utaendelea kuishi katika misingi ya shetani. Maana hiyo Yonadabu pale aliwarusha kwenye umaskini, na umaskini si ya Mungu, umaskini ni ya shetani. Ilitokana na nini? Na kitendo walichokitenda ambacho ni cha mtoto, brother na sister kulalanishwa. Kwa hivyo Mungu akiwa mbinguni alikasirika na kuona the kind of incest ambayo imefanyika hapa. So incest can cause something that is called a generational problem, a generational curse. And maybe perhaps ndio naona maombi yako hata ukiomba is not heard of. Maana hakuna mtu amekusaidia ku identify where the voice came from, where this challenge came from. Huwezi kuvuja madhabahu bila kujua kihumo. Lazima uelewe hii madhabahu, hii laana, hii umaskini yetu ilitoka kwa nani? Ilitoka wapi? Chanzo cha umaskini hii, chanzo cha ugonjwa hii, chanzo cha mateso haya, chanzo cha kile kitu ambacho kinanifanyikia kilitoka wapi? Lazima ujue. Usipojua hauwezi kuvuja madhabahu. Usikuje hapa kuleta pesa yako ati nakuja kuvuja madhabahu na hujui kihumo. Then the reason you are coming here, God has sent you. Amekwambia dada kwa Waruinge, mimi nitazungumza na Waruinge, nitakwambia atakwambia ni nini. Sasa ukikuja hapa ninaweza pata ufunuo yako na nikwambie zina wako umetoka kwa fulani, mahali fulani. Kuna kitu ulifanya mahali fulani. Kuna siku ulitoa mimba. Wewe ulikuwa unafikiria unatoa mimba kwa sababu unataka kurudi shule na ukaona shule ni muhimu kuliko kulea mtoto. Kumbe kuna kitu kiliandikwa mahali. Sasa utakuta mtoto wako na wewe at the same age ulitoa mimba, utakuta mtoto wako na wewe atatoa mimba. The same age. Na reason itakuwa the same reason ya shule. Ametoa mimba. Na mtoto wa mtoto wake the same, utakuta atatoa mimba. The reasoning itakuwa the same. Sasa unakuta you are operating in a generational curse but you don't know. Wewe mwenyewe ulitoa mimba na ukasahau na ukaona ni kitu ya maana ulifanya, maana ulienda shukuru na umepata degree. Na hiyo degree ilikuja ikafanyika makaratasi. Haikusaidiagi. Hiyo diploma unashidaka nayo kwa nyumba ukisema ulisoma na hakuna, haikusaidii, haikupatii chakula.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta hata ile kitu nakupatia chakula kama wewe ni mama, nikimsea kia wenyewe kinakujaga, kinadoya, kinatoa koti, kinalala, kinaachilia, kinakuachia 2,000-3,000. Unasema ni gorogo na mudurume wenye dete mno. Mudurume mwega mno. Alafu kikaa kidogo unasikia miba ingine imekuja na unamwambia sasa niko na miba. Anakuambia I didn't ask for a baby. If you want to stay with me, ndio katoe. Unakuta hapo shilingi 5,000 hapo amekwambia enda uone daktari fulani. Na kwa sababu huna pesa ya nyumba ya rent, hauna pesa ya kukula, hauna nini, unakimbia kwa daktari, unatoa, unakuwa na complication, unaanza kubleed kutoka hapo, unasikia umekuwa na vitu zingine complication kwa mwili, maana you are generated into a problem. Ulifikisiwa into a problem that inakuingisaka from one problem to another problem. Ndio uliona huyu mzee alijaribu kutake care of them na kuambia msilime mizabibu, msijenge nyumba, maana mizabibu ndio ikiwasaidia kujenga nyumba. Sasa wakaambia msijenge nyumba. Sasa akarudi akawachukua, akawapeleka mpaka kwa serikali, akawapatiana kwa serikali, akasema sasa nyinyi you are product wa serikali, muwe mkishughulikiwa na serikali. Angalia tu maisha toko venye unasukumwa baka, umekuwa mtu wa kukopa kopa, umekuwa mtu wa branch, umekuwa mtu wa tara, umekuwa mtu wa mshwari, umekuwa mtu yani unakopa hii branch, unakopa hii app, ulipa hii app, nakopa hii app, kulipa hii app. Ukiangalia mtu nini yake, mikopo yake ni well decorated in the phone, because utaona kuna tara hapa, tara alikomba akalipa branch ikakopa, kaenda zenga ikatoa hii, kaenda hivi. Sasa unakuta msuguko yake, anaishi katika maisha ya deni, anaishi maisha ya kukopa, because a program was set by somebody aliyekuwa akaset program, nyinyi wewe hautawahi kufaulu, wewe utaishi hivi, na wakasema hivyo. Na wakati mtumishi wa Mungu alitumwa akuje awatoe, maana Mungu mwenyewe ndiye ana understand what is eating you, maana kuna vitu vilifanyika miaka 300 iliyopita, kuna vitu vilifanyika miaka 90 iliyopita, you are not born. Alafu na ujika yetu mingi ya kiokoko mingi, tulikuja tukaokoka kiokoko mingi, tukasema damu ya Yesu ilifanya nini? Ilituondolea hiyo vitu zote. So we never wanted to chase, to find, to go deeper, to find what's the problem. Nicho problem gani hii tunakuwa nayo? We never chose to go deeper to discover why are we poor. We never chose to go deeper to understand why are we facing this problem as a family, why are we facing this problem as a clan, why are we facing these challenges as a generation. Why? Hatukwenda, maana tuliokoka tukaambiwa hiyo yote iliishia kwenye Calvary. Hakuna kitu kiliishia kwenye Calvary. Wacha kudanganywa. Dhambi ndio Yesu alituambia ametupigania dhambi, na hakutuondolea dhambi, alipigana dhambi, akatoa sacrifice kwa msalaba, na akasema yeyote atakaye amini na kukiri. Kuamini na nini? Na kukiri. Atakaye amini na akiri, ndivyo hii damu itakuwa activated. Lakini if utaamini na ukose kukiri, damu haitafanya kazi. Kwa hivyo you are still bound by the same thing ambayo Yesu alikufia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So this is the problem. Unakuta ndani ya every family there is a challenge in a family that is not because of the current family. It is because of maybe 5 families backward. Na sasa hapa mnangangana kupigana, mnangangana kufanya mambo yetu, mnangangana kukua mahali, lakini nothing is working. Why? Because kuna kamukada, kuna karoligi kamefugiwa bali. Na hiyo karoligi is not physical. It is not physical. It's not something that you can see. It is there. Uangalia kwa auntie, unaangalia watoto wote wa auntie, unaona they have a same pattern na sisi. Unaenda kwa uncle, unakuta they have the same pattern na sisi. Unaenda kwa kule kwingine, unapata they have the same pattern na sisi. Yani unaona ndani ya kirani yenu the same pattern. Mwile mtu ametajirika sana, ako na motorbike ya kukopa, na maauctioneer wanakujaga every day. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulienda ukapata kabahati, ukapada kwa sababu kuna mgabo, kuna kakaba kanavurutaga. Wao walipada, kumbe walikuwa wamesahau wewe ni wa hii maneno ya kuvurutwa, wakawaachilia ukapita. Walipogundua wanakuteremusha na bio ingine baya sana. Ukianguka chini panajichora kamutu vizuri, kanajichora kamutu baka macho, kunaanguka mahali baka macho inatoka venye yako, inakuwa gamba, pua inapenya vizuri, hata meno nakuta imejichora hapo chini venye ulianguka, baka watu wanakuja wanakushangaa, huyo nongania
ule ratwetia agera. Kwa hivyo maana ulikuwa umenunua kile Jirova, kumbe kile Jirova kilikuwa kia kukopa. Ulikuwa umenunua ulikuwa umeanzisha kampuni ya factory, kumbe ni mkopo. Yani kuna kajia ulipita hawakuelewa ukichomoka. Wakati walijua wanatumwa na bio kwendeni, kuna mtu mmoja anatoroka, rudisheni yeye hapa. Maana kuna sauti ilisema, kuna mgabo ilisema katika familia. Kunaweza kuwa kwenu kuna hiyo mgabo, lakini ujuage wewe umeng'ang'ana na huduma, umeng'ang'ana na biashara, umeng'ang'ana na ndoa, umeng'ang'ana na kila kitu, nothing is working. Bwana Yesu asifiwe sana. When you see that there is nothing is working, retrace yourself back. Nenda ujaribu. Ukiona there is nothing, nobody can help you to understand plani yenu venye nakuwa, nenda kwa magoti. Jeremia anatuma. Jeremia is around. God is always around with you, with Jeremia. Kuja kukuambia enda kunywa divai. Ukiambiwa kunywa divai, wewe tamura na wetie kage. Haleluya. Kama wangekunywa ile divai ingefuja laana. Maana through divai ndio laana iliingizwa. Divai ndiyo ilikosa laana ikuje. Kwa hivyo kama wangemesa divai, na sisemi mwende mkamese, kama wangemesa divai vizuri na aitishe mkebe ingine na ingine, hiyo mgabo ya mzee ingekatika. Kwa hivyo mgabo ya wazee, mgabo ya watu waliokuwa kule bado iko na foundation katika maisha yako. Maana ni mgabo tu alitoa, na hiyo mgabo ilikuwa ikue cancelled kumeza kakitu. Ndio wangekumelia Grace hata kwa kemelia nyone kana mathina nimekonyia asha ni Ngai yakwira kama ni Mungu amesema, na ujue kweli ni Mungu amefanya nini, amesema, si wa monyota. Kwa hivyo understand what could be the hindering, what could be hindering you from moving to the next level. Could there be that mugabo? No gukoro kwena kamugabo kwanyu, kwena kingoki, kuna kamugabo, kwena kingoki na kwena kirumi. Hizo zote ni three different things. Hizo zote nenda uchibue, uangalie kama anti kuna kitu alisema, ama ango alidhoa mkonyo. Unajua yuko dhoa mkonyo hapa, ango akudhoa mkono hapa, wewe mnasemanga ati wewe umekolewa na damu ya Yesu Kristo. Nenda agodhoele tuone damu ikifanya. Dia agodhoele mkonyo. Ushoke urehedha kama haga tuone kiruta wira. Kama amedhoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliweka power in people, aliweka power. Therefore whatever they say about you, whatever they say against you, it will come to haunt you. Lazima itakukamata. Bwana Yesu, usipojua jinsi ya kucancel hiyo kitu immediately itakufuata. Na ndio naona kama watu wengi sana waliokosana na maanko wanasafa. Maanko ni wabaya na maanti. Jaribu kuwahepa kidogo. Ukiona anko mahali ameingililia, muhepe haraka sana. Maana wako na authority, na wako na authority juu ya birthright. Haleluya. Ndio naonanga msisi wa Kikuyu nikienda kutahiri na nataka kwa anko kumuomba ruhusa nikatahiri. Why? Brother kama hoya rudha niki. Mbona nisiombe brother ya baba yangu? Naenda kuomba brother ya mama yangu. Ndio naenda kumuomba ruhusa. Kwa nini? Si mmekujiuliza ni kwa nini? Because lineage ya mama yako iko na power inakushikilia. Lineage ya mama yako, hasa maako wako na baraka za familia za in-law. My in-laws, they have a blessing inaitangwa in-law blessings. Hiyo ndio inakuwasilishanga kwa mko. Wale wanafanya circumcision, unakuta mimi lazima niende niombe ruhusa kwa anko nimwage damu. Hiyo mwage damu nimemwaga ni hiyo yake na kwa anko. Haleluya. Na kutoka hapo atatemea mate kwa kifua, amekubariki, amekukubalisha kukula vitu za dunia. Kwa hivyo anko anaweza kukataa na vitu za dunia na uteseke. Wale watu wengi wamerogwa hapa, wamerogwa na maanko na maanti. Si sister akina baba, sio brother akina baba, sister akina mama yako na yakina brother na sister wa mama yako. They are very dangerous in your life. They command blessings, the material blessings hapa duniani wako nazo, because of the virtue of your mother. And the virtue of your mother, why? Because your mother carried you. Mama yako ndio alikubeba, ndio kitu cha kwanza ulianza kukula dunia hii. Ukiwa kwa tumbo ya mama, nyama zake ndio zilikatakatwa zikakutengeneza. Zilipokatakatwa, yeye wakatengeneza pipe ikaenda mpaka kwa nyonyo, ukaanza kunyonya, unanyonyea kwa mkonyo. Ndio unaonanga ni vizuri ukate kitovu chako, uinue dhabihu ya kuleka kitovu, ndio ukatanishwe na maraana ambazo zinaweza kutokana na sister zake na brother zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukuanza kukula baba yako, ulianza kukula mama yako. Kwa hivyo ulianza kukula chakula kutoka kwa mailio.
Ndio sasa ulipokuja duniani, baba yako na lineage ya baba yako wakakuchukua, wakaanza kukula chakula cha wapi? Cha pande hingine. Kwa hivyo ile chakula ulikula ya kwanza ndio wewe. Nyama zile zilikutengeneza ni za mama yako. Mama yako ni hiyo kwa kina Mainiro. Kwa hivyo chukana sana na Mainiro. Hiyo auntie, tata na mama. Wachane kuwaongelea vibaya. Hata kama kana kuwaka kasubua, kakikuja kwako kapatie kamia, kam 50, wewe ondokea. Na utengeneze maurafiki sana na wao. Maana hata ukienda kwa doa hiyo odhoni kurashia, they have a say. Hao ndio watakufukusaga. Ndio wanasemanga mwili hapo mmoja. Mzee toka hivi kidogo. Tutakuita. Maana bado ndio watakupatia huyu mama. They have a power, a controlling power. Therefore, point yangu ni hii. There is a voice ambayo inasugumusaga kwako. A voice that was released by your great grandfather. A voice ambayo iliachiliwa na maanko. A voice ambayo iliachiliwa na maanti. A voice ambayo iliachiliwa na nyinyi you took it rightly. Hallelujah. Reke tukione kuria guthi. Ni ithu amunjeria mayogo. Kamwana keni agithukirie oyo we. Ekuhitukirio ngari agambia mai pwa. Riũa rĩngĩromwarĩra. Na wewe hakuna mtu mwingine alisikia. Hakuna mtu mwingine anajua. No ni wewe riũa rĩngĩoka atia? Rĩngĩromwarĩra. Ukisikia riũa rĩngĩromwarĩra, ni amesema akaukiwe na maisha yake. Na atakaukiwa. Hiyo gari itakuja itachukuliwa na auctioneer. Nikikaa kidogo kanyumba katachukuliwa na auctioneer. Kabibi katakuja katachukuliwa kwanza na neighbor. Bibi yako atachukuliwa na neighbor. Unasikia kwa neighbor akipiga duru kwa neighbor. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto unasikia wanakuja wanakuita mzae. Yaani wewe tu ni kudunda tu nadunda hapa mzae. Wewe nakuonanga tu fara nakupiga kibare. Na ni mtoto wako anakuambia hivyo. Bako najikuja unamwambia sorry my son. I'm not your son. Kwenda huko. Ona ufanyanga nini anafanya mama yangu madhara. Sasa kijana amevuta bangi, amekula madawa, your entire generation inakaukiwa because of a voice that was spoken over you, because of something that was not cancelled. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of something that was spoken, it was spoken lightly. It was not high kutoka wewe nakula. You are regular mwarela. That simple imekuwa registered. Na ikikuwa registered, I'm telling you my dear brothers, you will suffer. Utaombewa ukiombewa. And because you don't understand what it is, why are you suffering? Why the challenges? Why the difficulty? Umeweka kabiashara, umeweka nini? And nobody knows that you need Jeremiah to be sent by God. Akuja kwambia nenda ukule divai. Akuja kwambia nenda ufanye kitu fulani. Akuja kwambia nenda ufanye, because it was registered. Remember, this is a father. Command the entire clan. Amefanya familia mzima. Ndio kwa maana Mungu hakukuja kwa huyu alisema, alikuja kwa ule alikuwa bale yake, because bale yote esho kanelelio izungumziwe na ibarikiwe. Bethel Clouds TV, empowering lives.